Wapendwa, na wasalimu katika jina takatifu la Yesu Kristo wa Nazareti. Hakika Mungu ni mwaminifu, ni muweza, ni tegemeo letu kila wakati na kila saa. Tunapoamka na kusonga mbele, sio kwa nguvu zetu, ila mkono wake Bwana umetubeba. Shalom. Anashukuru sana Roho Mtakatifu, ni kwa sababu anazidi kuwa mwalimu wetu, anazidi kutufunza zaidi na zaidi. Somo ambalo Bwana ametamani tujifunze siku ya leo ni kuhusu roho ya zinaa. Zinaa unaweza kaiona kama ni kitu cha kawaida, lakini katika ulimwengu wa roho zinaa ni kitu kingine kibaya sana. Mtoto wa Mungu, shalom. Tunapoingia kitabu cha Waamuzi 8 mstari wa 30 mpaka 31, tunajifunza kuhusu mtu mmoja aliyekuwa anajulikana kama Gideoni ama Yerubari. Kumbuka malaika anamtokea, anamwambia shujaa. Anajishangaa, mimi ni shujaa? Kumbe yeye alikuwa ni mtumishi wa Mungu, lakini alikuwa bado hajijitambua bado. Shalom. Kama vile ambavyo wewe mwenyewe unajidharau, lakini katika ulimwengu wa roho Mungu anakutambua ya kwamba wewe ni shujaa, wewe ni mtumishi wa Mungu. Asa Yerubari ama Gideoni alipoanza kutumikia Mungu, kumbuka alikuwa na wanawake wengi Gideoni, na baada ya hao wanawake wengi akaongezea Suria. Alipoongezea huyu Suria akamzalia mwana wa kiume, akamuita jina lake Abimeleki. Shalom, watoto wa Mungu. Asa kwa wale wana wote wa Yerubari, katika maisha ya binadamu kuna miaka ambayo itafika na utenganisho na watu walio hai. Yerubari alipokufa, huyu mtoto wa Suria, huyu Abimeleki akaanza kutawala juu ya ndugu zake. Na baadaye huyu mtoto wa Suria, nini ambacho alifanyia nyumba ya Yerubari? Aliua ndugu zake wote, akabakia mmoja aliyekuwa anajulikana kama Yothamu. Na Yothamu alijificha tu, ndiposa akaweza kubakia. Hiyo ni hatari ya roho ya zinaa. Roho ya zinaa inakuletea balaa. Roho ya zinaa inakutenganisha mbali sana na Mungu wako. Roho ya zinaa inakufanya uhusiano wako na Mungu unatenganika. Tunapoangalia pia katika mfalme Daudi, kumbuka anapendwa sana na Mungu. Mungu anamtoa katika zizi la kondoo. Mungu anaanza kumtumikia. Mungu anaanza kutumikia Mungu. Mungu anaanza kumtumikisha kuenda kupigana na wafalme. Lakini alipopata mali, na hapa ndipo naambiwa ya kwamba unapoinuliwa sana na Mungu, angalia sana, maana mahali hapo ndipo adui wanakuja kukusawishi. Kumbuka Daudi alikuwa na wanawake wengi, lakini alipochukua zinaa na huyu mwanamke ambaye alijulikana kama Belsheba, tunaona Mungu anampiga kwa mapigo, na tunaona pia mtoto wake wa kwanza anakufa, anaangamia. Kwa hivyo roho ya zinaa inaweza ikaua kipawa chako ambacho Mungu amekupatia. Sasa tunaona pia Daudi anapitia machozi mengi sana. Na Daudi tu alikuwa ni mtu ambaye anaomba rehema, na ndiposa Mungu aliweza kumhurumia, lakini alipitia machozi mengi sana, ni kwa sababu ya roho ya zinaa. Sasa Daudi alipoendelea kuwa na huyu Belsheba, kumbuka Mungu ni mwingi wa rehema, lakini madhara yake ni ipi? Unadhania Mungu afurahie ukiwa vizuri? Hapana. Mungu anajua kwamba zinaa itakupeleka mahali pabaya. Daudi alipozaliwa Suleiman na huyu mke wa Uria, tunaona Sulemani ndiye ambaye ametumika sana na shetani kuweza kufanya ufalme ambao Mungu alikuwa amempatia Daudi uweze kuondolewa. Lakini Daudi, kwa sababu Daudi alikuwa ni mnyenyekevu mbele za Mungu, Mungu anambakishia tu sehemu ndogo tu, lakini ule ufalme mwingine unapeanwa. Shalom, watoto wa Mungu. Ni kwa sababu ya roho ya zinaa. Inakuondolea pia baraka ambazo Mungu alikuwa ameweka mbele yako, mtoto wa Mungu. Unapopatia shetani nafasi kidogo, unapomfungulia mlango, unakuwa umejiweka katika ndani ya bara. Na Mungu mwenyewe anajua kwamba huyu pepo ukimfungulia tu mlango atakutesa, maana Mungu anapokuondokea anapata nafasi mahali ndani mwako, anaanza kukupiga vita ambavyo ni vikali sana.
Bwana atulumie sana. Tunapo pia angalia historia ya Samson, tunaona Samson anakuwa ni mnaziri wa Mungu akiwa tumboni mwa mama yake, anaanza kumtumikia Mungu. Lakini alipokuwa mtu wa kuzini na wanawake wa Midiani, tunaona macho yake yaling'olewa. Hasa wewe sio macho ya mwili, lakini macho yako ya kiroho yataweza kufifia, ni kwa sababu ya roho ya zinaa. Bwana atulumie sana. Kwa hivyo roho ya zinaa imebeba mambo mengi machafu. Jambo la kwanza, inakuondolea mbali, inakuweka mbali na uso wa Mungu. Na pia jambo la pili, inaua kipawa ambacho Mungu amekiweka ndani yako. Jambo la tatu, inakufanya inakuondolea ule uwepo ambao Mungu alikuwa amekuwekea. Na pia inakutenga mbali na uhusiano, kati ya uhusiano wako na Mungu. Inaua kile kitu ambacho Mungu alikuwa ameweka, kama ni heshima inaondoka. Unakuwa kama mtu ambaye hajielewi. Ni kwa sababu ya hii roho ya zinaa. Roho ya zinaa sasa inaua pia huduma ambayo Mungu amekupatia, haiwezi ikaendelea mbele. Utakuwa unarudi nyuma kila wakati. Hautaweza kuwa mtu akukemea, maana unapoenda kukemea ile zinaa na kustaki ndani yako. Kumbuka, unapotenda dhambi unakuwa mtumwa wa dhambi. Uwezi enda kukemea mtu dhambi kama unajua dhambi inatawala ndani yako. Utakuwa na wivu wa kukemea hiyo dhambi, maana ndani yako haswa iko. Kwa hivyo inakunyima pia uwepo wa kukemea. Tunaona pia hiyo roho ya zinaa ni roho inakufanya unaibika mbele ya watu. Unakuwa mtu wa kuaibika. Hata kama Mungu mwenyewe alikuwa amekuheshimisha, unaibika. Mfalme Daudi aliaibika, wake zake kuweza kutawaliwa na mtoto wake mbele ya Israeli wote. Inakuaibisha. Yerubaali ama Gideoni aliweza kuondolewa, watoto wake waliuliwa na mtoto wa Suria. Mtoto wa Suria, Suleiman, alifanya ufalme ambao Mungu alikuwa amempatia Daudi uweze kuondolewa, lakini Daudi akabakishwa sehemu ndogo tu. Roho ya zinaa ilifanya Samsoni akanyang'anywa macho yake na hakuweza kumtumikia Mungu kama jinsi Mungu mwenyewe alikuwa amepanga amtumikie. Shalom. Kwa hivyo roho ya zinaa ni roho ambayo unaona kama ni kawaida. Pepo anakuletea wanawake ambao ni wazuri, unaacha mke wako nyumbani, unaacha mume wako nyumbani, unatenda zinaa, lakini mwisho wake huduma yako inaangamia. Kipawa ambacho Mungu aliweka ndani yako kinaondoka, kinafifia, kinakufa. Ni kwa sababu ya roho ya zinaa. Shalom watoto wa Mungu. Bwana aweze kutuhurumia sana. Warumi 6 mstari wake ni wa 23, mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hivyo omba sana, ambia Mungu akutenganishe na roho ya zinaa. Mungu akuonee huruma, akutenge na roho za zinaa ambazo zinatumwa na wakuu wa giza kuweza kukimbizana kila ambacho Mungu amekiweka ndani yako. Shalom.